Peoples. Ndugu waandishi wa habari, tumewaita hapa, mnazungumza nami Joseph Steven Madeleke, ni mjumbe wa mkutano mkuu Chadema Taifa, natokea wilaya ya Kwimba. Tumewaita hapa kuzungumzia kashfa ya makamu mwenyekiti taifa Mheshimiwa John Heche. Mheshimiwa John Heche amechukua pesa kutoka kwa wafanyabiashara mbalimbali kutoka nje ya nchi na ndani ya nchi na kwa wana CCM. Pesa ambayo sisi wana Chadema hatuitumii, anaitumia yeye kwa maslahi yake. Kwa hali hiyo basi, tumeona tuzungumze nanyi ili ujumbe huu uweze kufika kwa wana Chadema jimbo la Sumve, mkoa wa Mwanza na taifa kwa ujumla. Kashfa hiyo iliibuka katika kikao cha kamati kuu kilichofanyika Kigoma. Kikao hicho alikuwa anakiongoza yeye mwenyewe makamu mwenyekiti. Kwa hali hiyo basi, tungeomba makamu mwenyekiti atupishe ili kuchunguza kashfa hii dhidi yake, kwa sababu amekuwa akituambia tukomae kwa kukiimarisha chama, lakini amekuwa ndiyo kiongozi wa ufisadi ndani ya chama. Ufisadi huo ambao tulikuwa tunaupinga kwa wenzetu wana CCM, lakini ufisadi huo sasa hivi umerudi ndani ya chama. Kwa hivyo tunamuomba makamu wetu atupishe, uchunguzi ufanyike dhidi yake. Pia tunaamini kama angelikuwepo mwenyekiti wetu chama taifa Mheshimiwa Tundu Lissu, haya yote yasingetokea. Kwa hiyo tunaiomba serikali imwachie Mheshimiwa Tundu Lissu aje akiimarishe chama. Kama mjumbe wa mkutano mkuu taifa, ninawakilisha mawazo ya wajumbe wenzangu wilaya ya Kwimba na mkoa wa Mwanza, na huo nafikiri ndio msimamo wetu. Makamu mwenyekiti tunampenda. Tumeomba atupishe kwa nia njema, sio kwamba tumpendi, tunampenda. Lakini kwa kashfa hii tunamwomba makamu mwenyekiti atupishe ili uchunguzi ufanyike kwa nia njema, sio kwamba hatukipendi chama chetu. Tunaongea kwa nia njema ili tuweze kukinusuru chama chetu na ufisadi ambao tunaona unaendelea ndani ya chama. Kwa majina naitwa Samuel Richard Nicholas Malimi, ni katibu wa jimbo la Sumve. Niko hapa kuongelea masuala yanayoendelea ndani ya chama. Imekuwepo tabia ya wanachama wanahoji kuhusu fedha zao au michango inayochangwa na wadau mbalimbali. Kila wanapohoji wanafukuzwa. Tumekuwa watu kama watu wa CCM, watu wa ovyo ambao tusiopenda kuuliza wala kuhojiwa. Huko kipindi cha nyuma aliyekuwa makamu mwenyekiti alishawahi kutoka hadharani akasema kuhusu hizi fedha kwamba kuna fedha zimeliwa na mtangulizi wake ambaye ni Freeman Mbowe. Aliyopo sasa hivi aliyopo mwenyekiti ambaye ni Tundu Lissu alishatoka kule nyuma na akasema kwamba kuna fedha zimeliwa, na alisema hadharani, sio kwenye vikao, ni hajawahi kuchukuliwa hatua sehemu yoyote. Ila sasa hivi wanachama yote atakayetoka kuhoji kuhusu fedha hizo anavushwa uongozi, wanafukuzwa wanachama. Tumekuwa watu wa ovyo, tumeiga tabia ya CCM ambao kila siku tupo hapa kuwakemea kuhusu matendo yao. Lakini leo hii ukionekana kutoka hadharani tumeongea, umepinga chochote kinachoitwa ufisadi, unafukuzwa chama. Unapewa majina mengi, utapewa majina usaliti, utapewa majina umeongwa. Lakini huko nyuma kuna watu washakufanya hivi kipindi cha uongozi wa Freeman Mbowe, lakini hamna chochote kilichochukuliwa. Pia kuna kauli hii inatumika. Kila mtu anayetoka kuhoji kuhusu hizo fedha anaitwa mbwa, kwamba siweze kushindana na hizo kelele za mbwa. Ina maana makamu mwenyekiti siku hizi anaongoza mbwa, sababu wanaotoka au kuhoji ni wanachama wake na pia ni viongozi wenzie. Kwa hiyo kwa ndugu zetu Waislamu, mbwa
hata kama akikunusa usio kwenda msikitini urudi. Ili neno mbwa, makamu mwenyekiti amekosea. Sasa inabidi bora atoke ajibu hoja, ajibu tuba zinazomnani. Sio unatoka unaanza kutukana na watu. Hiki chama ni chama cha demokrasia na maendeleo, chama kilichopewa ujasiri wa kuhoji, chama kilichopewa kuhoji mara sisi zinaenda wapi, sio chama cha kupiga makofi kama vyama vingine. Nilikuwa namuomba makamu mwenyekiti atoke hadharani awaombe watu msamaha kwa maneno haya ambayo aliyatoa. Kwanza ukifuatilia kwanza kimaadili, yani kutumishi, au sio maneno ya kuongea makamu mwenyekiti. Uweze kuongea, uweze kuita watu mbwa, maneno ya kanga, mara sishindani na hizo sauti. Makamu mwenyekiti wa chama, mimi nilikuwa naomba sana atoke hadharani atuombe msamaha.